Ngoma inaanza. Binti ambaye unamuona anauza ndizi kwenye sinia, jina lake anaitwa Eno. Basi binti anapambana kinoma, anajituma kweli ili apate pesa, manake anatokea maisha magumu kweli kweli. Na hapa alipo binti anahitaji kwenda chuo. Sasa anayo mama yake ambaye maisha yake naye ni magumu kinoma, lakini binti Eno yakawa anaendelea kupambana, anaendelea kuuza ndizi kwenye sinia. Sasa hii sehemu leo ika kama kuna msafara unakuja, yani huyu ambaye anaingia hii sehemu ni kiongozi mkubwa kweli kweli. Wao anamuita mwenyekiti, yani ana bonge moja la msafara, yani ni kiongozi mkubwa kweli. Hivi ushakufikiria binti ambaye alikuwa anadharaulika, anateseka kinoma, anauza ndizi kwenye sinia tu ili apate ada kwa ajili ya kwenda kulipa chuo, na maisha yake ni magumu kweli. Sasa moja kati ya mtoto wa kiongozi kwenye msafara anakuja kujikuta amempenda kweli binti Eno. Kinachokuja kutokea, binti kutokea kuteseka mtaani mpaka kujikuta anakuja kupendwa kweli na mtoto wa kiongozi. Mimi najua na hamu kweli ya kutazama kinachoendelea. Sasa cha kwanza, embu scan hii QR code, halafu subscribe hii channel, na baada ya kusubscribe huko ndio utakuwa unapata maburudani mapya ya filamu kila siku, na karibu kuitazama hii ngoma nzima full ya leo. Nickname, mimi naitwa Roboti, na Lil Name, mimi naitwa Mwanadiplomasia Baraka. Mambo vipi Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi pamoja na Tanzania na sehemu yote ile ambayo wewe uko unasikiliza Kiswahili vizuri tu halafu una enjoy kinoma, basi nikwambie tu popote pale ulipo duniani, embu subscribe hii channel yetu mpya inaitwa Ikungu Recap, kwa sababu utakuwa wa kwanza kutazama recap mpya kila siku, na halafu utakuwa ni mwanafamilia wa Ikungu pia, yani huku kwetu ni masimulizi mapya ya filamu kila siku. Basi karibu kuitazama filamu nzima. Sasa ngoma inaanza, pana binti anapambana kinoma, binti anajituma kinoma, unaambiwa yambeba zake sinia kichwani likiwa limejaa ndizi kama zote, unaambiwa binti anaendelea kutembeza tu hizi ndizi, yani binti anafosi kinoma. Jina lake anaitwa Eno, lakini moyoni mwake binti Eno akanajiambia haya maneno kwamba hakuna kitu kinachobadilika siku zote, ugumu wa maisha ndio ule ule, hakuna kinachobadilika. Kadri siku zinavyozidi kusonga mbele, maisha yanazidi kuwa magumu zaidi, huku viongozi wa chama cha rangi ya mboga za majani wenyewe wanaendelea tu kulihujumu taifa, unaambiwa yani wanaendelea kujilimbikizia mali, wanatumia madaraka vibaya, unaambiwa huko wanaendelea kukandamiza tu haki za raia, kudadeki, polisi wanatumia nguvu kubwa, yani taifa limekuwa kama la ovyo tu, yani hili taifa hakuna kinachobadilika. Ukiona umezaliwa hapa wewe jua umeakanyaga ujue. Lakini ndio hivyo, binti akana sema hakuna kinachobadilika kwenye hili taifa, yeye anaendelea kuforce, anauza ndizi tu kwenye sinia, maskini ya Mungu. Sasa mara ghafla ukawa unapita bonge moja la msafara wa kiongozi mkubwa, unaambiwa huu msafara una Malindi Cruiser kama yote ni model, unaambiwa. Binti akiwa anaendelea zake kuteseka, anauza ndizi kwenye sinia, akaana shangaa tu isema hapa kijijini yanapita MLC ma 300 kama yote, unaambiwa. Binti ile akaana shangaa tu, lakini akaana furahia kinoma, manake akaana kuja kugundua itakuwa ni moja kati ya kiongozi mkubwa kweli hii sehemu, anaitwa mwenyekiti, itakuwa amesharudi labda. Basi binti fasta ile akaana funga safari mpaka nyumbani kwa mamake na binti anaishi hapa ndani, maisha ni magumu mbaya mbovu, unaambiwa. Ili akiwa amelala ndani, binti akaana muita mama, kuna msafara umepita kule nje, mwenyekiti amerudi. Basi binti anafurahia kweli, anakuja kumwambia mama, yule kiongozi mwenyekiti amerudi. Mama kana uliza kweli? Binti anasema ndio kweli, manake nimeona msafara kama wote wa Malindi Cruiser ya mafisadi kama wale wa chama cha rangi ya mboga za majani, yani nimeona MLC 300 kama yote mama, unaambiwa. Mama kana anasema kweli? Binti akana anasema kweli, twende ukaone mama. Lakini binti Eno pia akana funga safari mpaka kwa binti moja anakatakata majani pande hizi, jina lake anaitwa Ana. Akana mwita Ana, mwenyekiti amekuja, mimi nakwambia yule kiongozi mwenyekiti amekuja, ameshaingia pale Ikulu, hebu twende ukamuone. Ana kana uliza kweli? Binti akana mwambia kweli, twende ukaone. Lakini huyu binti Ana ni kama vile anaishi na mama wa kambo. Mama wa kambo ndiye alikuwa amempa haya makazi binti Ana. Mama wa kambo naye akana anapata taarifa kwamba mwenyekiti amekuja na bonge moja la msafara. Basi wote akana ungana ile wanaambizana, jamani, twende tukamuone mwenyekiti amekuja. Huwezi kuamini kweli, hapa Ikulu mwenyekiti akana zama ndani na msafara. Basi taratibu mwenyekiti akana kuja kukaribishwa hapa ndani, pana binti ambaye ndio kama msaidizi hapa Ikulu. Taratibu akana mkaribisha mwenyekiti azame hapa ndani. Mwenyekiti yuko na mke wake, lakini pia yuko na mtoto wa mwenyekiti, jina lake anaitwa Jasi. Kweli bana, wakaona karibisha hapa mjengoni. Basi mke wake na mwenyekiti ile akana anasema hapa ndani wanahitaji wafanyakazi ambao watawasaidia kazi kipindi wao watakuwa hapa, wanamhitaji msafishaji hapa ndani mpya na mpishi mpya pia. Binti anaambiwa andike na hakikisha kwamba anawatafuta hawa watu. Lakini mara ghafla akana shangaa mtoto wa mwenyekiti kijana anatoka kujua anashuka
anatoka anakuja kutoa taulo tu. Binti akawa anashangaa tu, kijana vipi? Kijana Jasi akawa anamwambia mama, hapa Ikulu yani hawajaniwekea maji ya moto, nimeingia kule bafuni maji ya baridi, au ananichukuliaje? Mama akawa anasema sasa ndio utoe taulo, hebu acha mambo yako Jasi bwana. Mama akawa anamtuliza mtoto wake Jasi, lakini Jasi kamaindi kinoma. Unaambiwa sasa huku ni upande wa pili, kuna msafara pia unakuja kuingia hapa kijijini. Ni mzee mmoja hivi ambaye anaonekana ana pesa kinoma. Mzee basi yuko na watoto wake wawili. Hawa watoto wawili ni watu wazima kabisa, lakini hawa watoto wawili wanaishi na umama wa kambo, mwanamke ambaye ndio kamuoa sasa hivi huyu mzee, manake mama yao na mabinti ameshapoteza maisha. Sasa huyu mwanamke ambaye kaolewa na huyu mzee sasa hivi jina lake anaitwa Lilian, ni binti mmoja mdogo tu. Basi wakawa wanakaribishwa sehemu ambayo wanaingia hapa kijijini kuishi kwa muda, lakini watoto wa huyu mzee tajiri wakawa wanaanza kulalamika kweli hawa mabinti, yani baba, hii sehemu hakuna ta free wifi, tutaishije hapa? Baba kana sema ni mazingira ya kijijini, kwa hiyo free wifi haishiki hapa nje, labda mpaka uzame ndani mjengoni. Lakini wa mabinti wenyewe wakana lalamika tu. Mama wa kambo Lilian yeye katulia kawa mtulivu tuli. Sasa huku upande wa pili huwezi kuamini wana kijiji wamejikusanya kama wote, binti Eno, udada Ana pamoja na mama yake na Eno na wana kijiji wengine kama wote, unaambiwa wanakuja kujikusanya hapa nje Ikulu ili wamuone mwenyekiti, maanake ni muda mrefu kulikoli hajai kabisa kurejea Ikulu ya hii sehemu. Yani kama raia wa hii sehemu, maanake wana matatizo kama yote, wana matatizo ya dunia kama nzima. Kwa hiyo leo wakaona tani bora tukutane na mwenyekiti tukazungumza naye labda. Sasa pana binti ambaye yeye waga anaishi na mama wa kambo, binti Ana. Mama yake wa kambo mcharuko kwelikweli, ule akana kuja anamwambia Ana, na umekuja hapa Ikulu umemwacha baba yako hali yake ikiwa ni mbaya kwelikweli kitandani, unatafuta nini hapa Ana? Embu potea mara moja kuda adeke, embu chomoka hapa. Yani umama anamtesa kwelikweli binti Ana kwa sababu tu sio binti yake. Basi akana mtimua kabisa ya mazingira ya Ikulu, lakini binti Eno hajapenda kabisa. Basi akana mtazama kweli umama, kwani anamtesa hivi yule binti rafiki yake Ana. Lakini mama alivyo mcharuko akana jikuta anaanza kumfokea pia binti Eno, na wewe nini? Na wewe kinakuhusu nini kunitizama mimi ninavyomfukuza huyu binti? Lakini binti Eno naye pia alikuwa hapa anashangaa mamake na Eno naye pia anatukanwa bila sababu. Mama akana naona hapana, unanitukaniaje mwanangu hivyo na mimi nipo? Ukawa unatokea bonge moja la utata hapa nje Ikulu, unaambiwa yani ugomvi kama wote. Sasa hizo kelele zikasi nasikika huko ndani Ikulu, unaambiwa basi mke wa mwenyekiti akana toka hapa ndani Ikulu. Anavyotoka anashangaa ugomvi kama wote. Umama yeye ajali kabisa raia, akana nataka kuwafukuza kabisa hapa nje. Mara ghafla huwezi kuamini mwenyekiti akawa anatoka anakuja. Mwenyekiti yani huyo kiongozi yeye hana noma kabisa, manake anajua hapa kijijini maisha ni magumu kweli. Basi akana anaambia raia, wanakijiji wakana sema wamekuja hapa kumuona mwenyekiti, manake wamesikia amerudi. Basi mwenyekiti akana sema hamna shida, karibuni ndani Ikulu, chakula kipo kama chote, maji ya kutosha, kwa hiyo nyinyi njooni kufurahia tu hapa ndani. Wanakijiji wakawa wanafurahia kweli, manake mwenyekiti ni kama anawajali kweli raia. Sasa huko upande wa pili ni kwa yule mamake wa kambo na binti Ana. Basi akana kuja kwa mzee ambaye dada mamake wa kambo na Ana yeye aliolewa na mzee tu kwa ajili ya tamaa mali. Sasa baba yake na Ana sasa hivi anaumwa kweli, hali yake ni mbaya hapa ndani, unaambiwa udada ni kama amechoka. Basi ile akana anza kufoka, wewe mzee tu unaumwa muda wote, yani hata uponi, alafu nataka mimi nakutunza hapa ndani, si aje akutunze binti yako Ana huko. Mzee unaumwa unanukiana tu hapa ndani, hali yako ya ajabu. Yani najuta kuolewa na wewe mzee kisa mali. Ana njoo muhudumie babako huko, siwezi kumhudumia mimi hapa, nishachoka. Mimi sijaolewa naye kuja kumtunza mzee anaumwa tu magonjwa ajabu. Basi Ana akanaitwa kuja kumtunza babake maskini ya Mungu. Baadaye Ana anafunga safari, anakuja kumsimulia kila kitu rafiki yake wa karibu Eno, kwamba mamangu wa kambo pale ndani yani sasa hivi anamtesa kweli baba hali yake inazidi kuwa mbaya, lakini mamangu wa kambo mwenyewe amhudumii kabisa baba. Yani mamangu wa kambo sijui ana shida gani, muda wote anafoka tu, yani wewe acha tu rafiki yangu Eno. Lakini nikwambia kitu, sasa hivi mwenyekiti amerudi. Kwa sababu mwenyekiti amerudi, labda anaweza katusaidia tukapata scholarship ya kwenda chuo. Kumbe wawili hapo walipo wamemaliza shule ya sekondari na wanahamu kweli ya kwenda chuo, lakini ndio hivyo wamekosa kabisa scholarship. Kwa sababu mwenyekiti amerudi, wanaamini kabisa anaweza kusaidia. Basi wakawa nakubaliana hivyo, huku akiwa anafurahia kweli. Sasa huko upande wa pili ndio kwa udada Lilian kaolewa na ule mwanaume tajiri na analea watoto wa ule tajiri. Basi baada ya kuja isemu, bibi Lilian kaandaa chakula, anawaita wale mabinti watoto wa tajiri kwamba chakula tayari, lakini watoto wa tajiri wakawa wanakuja wanadharau kinoma hiki chakula, kwamba chakula gani hiki, si tumezoea chakula cha mjini, hichi chakula tukielewi kabisa. Wanapiga kelele, wanamdharau kweli Lilian. Lakini Lilian akanasema ngoja kuleni chakula hiki kwa sasa hivi, baadaye nikienda sokoni basi nitawatafutia chakula ambacho nyinyi mnataka na baadaye nitawapikia. Lakini wenyewe wanaendelea kulalamika tu, anamwambia baba, yani sijui kwa nini mama yetu alikufa mpaka ukamua huyu mwanamke Lilian, cheki chakula ambacho katupikia si hatutaki kabisa. Lakini baba ile akana watuliza kwamba hamna
hamna shida, mbona chakula kizuri tu, lakini kama nyie mpendi, basi kamateni pesa, kila mmoja ataenda kununua chakula ambacho anakipenda yeye, sawa Kweli mabinti Saki na tajiri wakawa wanafurahia kweli, yani baada ya kuhamia sehemu kijijini wanadeka mbaya mbovu wa mabinti. Upande wa pili kwa mamake na Eno, kuna huyu mwamba anaitwa Mosco. Mosco anapiga makelele hapa ndani kwa mama, anasema mimi nataka pesa mama. Hasa mamake na Eno anasema mimi sina pesa, lakini ukijana Mosco anasema mimi nataka pesa, mimi sielewi. Kama hutaki kunipa pesa, unaona hizi nguo za binti yako Eno, mimi nakamata naenda kuuza huko. Unaleta utani Mama akana mtuliza mshikaji, na binti Eno pia akana kuja na mtuliza mshikaji. Mshikaji akana sema mnanituliza leo, nitakuja kwa mara nyingine. Yaani msiponipa pesa na kuambia nitakamata kila kitu mndani naenda kuuza. Mimi nishavurugwa, mimi sielewi ujue. Mshikaji akana ondoka kwa hasira kweli kweli. Binti Eno basi akana bembelezana na mama. Mama anamwambia Eno, tutafanya kazi, tutakuwa tunakusanya pesa kidogo kidogo kwenye kibubu, halafu tutamlipa pesa yake Mosco. Maana yake ni mshikaji fulani hivi anamsumbua kweli mama yake na Eno. Na Eno anamwita mshikaji Mosco ni mjomba. Basi ile mama pamoja na binti wakawa wanaendelea kufarijiana, na binti akana mwaga mama, au nikatafute kazi ya kufanya tumlipe pesa. Lakini mama akana sema hapana. Basi binti akana mwambia mama, kule kwenye sinia kuna ndizi ambazo sijamaliza kuuza, basi ngoja niingie mtaani nikaendelee kuuza. Upande wa pili kwa mwenyekiti, mke wake na mwenyekiti akana mwambia mwenyekiti, mume wangu kuna biashara ambazo nimeziacha mjini na mimi niko hapa kijijini sasa hivi, basi naomba niruhusu tu niende mjini kwa muda, wewe unavyoendelea kushughulikia matatizo ya wanakijiji, mimi nikashughulikia biashara zangu. Sawa mwenyekiti ile mwenyekiti wakawa anazungumza na mke wake, wanakubaliana. Mke wake anaomba tu aende mjini akashughulikia biashara zake. Sasa huko upande wa pili ni kwa mamake wa kambo na binti Ana. Umama muda wote analalamika tu, yani kwamba tangu nimeolewa na mzee anaumwa, na niliolewa na mzee kwa ajili ya kupata mali, sasa mimi nimekuwa ni mtesekaji sugu hapa nchini. Yani nimekuwa ni mtesekaji, kila siku nateseka tu kumtunza mzee. Yani kiufupi mimi nimekuwa ni mtesekaji Legend Pro Max, unaambiwa ultra kabisa. Lakini ngoja, unajua niliolewa na mzee kwa ajili ya kupata mali? Niliolewa na mzee kwa ajili ya kupata mali ujue. Kaka binti kana kisije kaka namtunza babake, kakabeba mali kenyewe. Ngoja nikamtunze mzee ili akifa nibebe mali mimi. Biso mjinga ujue. Ndio hivyo tena. Yani umama haeleweki tu. Sometime huwa anajikuta anamtesa kweli binti Ana hapa ndani. Yani anampeleka kinoma huyu binti, anamtesa hadi sio poa. Lakini ndio hivyo, ana watu ni mpole, huwa anazidi kuvumilia tu. Sasa huko upande wa pili ni ikulu kwa huyu mtoto wa mwenyekiti hapa ndani ikulu mjengoni. Anashangaa hapa chumbani kwake mlango unagongwa kinoma. Anashangaa unanya anakuja kumsumbua mtoto wa rais amelala chumbani bwana. Kumbe ni mshikaji wake wa kitambo kinoma hapa kijijini. Basi akana mfurahia huyo. Oya familia, mwanangu kabisa, mwaini kama mwaini, aise karibu mwanangu. Sasa mwanangu umekuja, hapa tunapanga mipango ya kwenda kwenye mapati na kutafuta mademu hapa kijijini, alafu tunawachakata mbususu. Au vipi familia? Basi wakawa nakubaliana hivyo. Ni vijana wa hovya wawili unaambiwa. Licha kwamba mshikaji yani mtoto wa mwenyekiti hapa ndani ikuru. Huko upande wa pili ni kwa huyu dada Lilian. Mabinti watoto wa tajiri pale ndani walikuwa nafoka kinoma kwamba chakula ambacho Lilian kapika hawezi kabisa kula. Lilian amefunga safari, anaenda sokoni kutafuta chakula. Akiwa kwenye gari anashangaa kuna binti mmoja anauza ndizi pale mbele, anamuona. Na huyu binti ndio binti Eno. Lilian kuna kitu akana kumbuka. Yeye mwenyewe pia anakumbuka kama alikuwa anateseka na sinia kama hivi, alikuwa anauza ndizi, anateseka kinoma. Sasa anapomwona huyu binti basi akana muita kwamba nahitaji kununua hizi ndizi. Basi huwezi kuamini binti Eno, yeye kana mtajia bei huyu dada. Dada kana sema sikia, mimi naelekea zangu sokoni, kwa hiyo wewe ngoja nikupe tu pesa. Halafu kwa sababu umeshasema hizi ndizi za kwenye sinia tayari zina oda, basi utakuja kuniletea nyumbani. Mimi nitakuelekeza mazingira ambayo unakaa. Basi akana mwelekeza. Mimi nakaa kwenye nyumba moja hivi ya kifahari, jirani na transformer la umeme. Maana yake alikuwa anamtaja mzee mwenye nyumba, binti hamjui kabisa. Basi alivyomwelekeza pale kwenye transformer la umeme, binti akana sema anapajua, ndio nakaa pale ndani. Basi utakavotoka kutokea sokoni utanikuta nyumbani, nitakuja kukuletea ndizi. Ngoja nikapeleke kwanza hizi ambazo tayari zina oda. Wakawa nakubaliana hivyo, na binti Eno kapata mipesa ya kutosha kutokea kwa mama Lilian unaambiwa. Baadaye basi kweli bana, binti amefunga safari, amekuja kuleta ndizi hapa mjengoni kama alivyoambiwa. Basi binti akana mshukuru kweli udada Lilian kwa kumkaribisha hapa ndani vizuri kweli kweli. Na dada Lilian basi akana mgei biskuti pamoja na chocolate. Binti akana mweleza Lilian pia kwamba mimi napambana hivi ili tu nipate pesa kwa ajili ya kwenda kusoma chuo. Alafu mwenyekiti pia amesharudi, kwa hiyo anaweza kutusaidia scholarship na sisi tukaenda kusoma chuo. Mara ghafla huwezi kuamini watoto wa tajiri wakawa nakuja hao mabinti. Wanavyomuona binti Eno wanamdharau kinoma. Wanaona huyu binti ni aje huyu? Huyu binti anachotwa nini? Alafu binti, hizo biskuti umetoa wapi? Basi binti Eno kanaeleza, ni huyu madam hapa ndio kanipa hii. Watoto wa tajiri hao mabinti kwanza wakawa wananyang'anya, alafu wanasema kwanza binti unanukiana, hebu toka hapa. Na huyu mama yao ambaye anawatunza hapa ndani wanamdharau kinoma kwa sababu ni kama mama wa kambo. Wakawa anamwambia mama wa kambo Lilian, kwa hiyo umeiba hizi biskuti pamoja na chocolate umpe yule binti, si ndio? Tutamwambia baba yetu wewe ni mwizi. Yaani baba yetu amekoa wewe, bora tu mama yetu asingekufa. Wewe ni mwizi mkubwa kabisa. Lakini Lilian maskini ya Mungu, yeye ni dada mmoja hivi mtulivu
na ni mpole tu, hakutaka kubishana na hawa watoto. Upande wa pili ni kwa binti Hana. Hana analia kwelikweli, anaumia. Anamwambia rafiki yake binti Eno, yani huwezi kuamini babangu hali yake inazidi kuwa mbaya. Sasa hivi anajisaidia kinyesi kina rangi ya ajabu kwelikweli. Najaribu kumwambia mamangu wa kambo, lakini mamangu wa kambo anakuwa mkali, hata amsaidii kabisa. Binti Hana analia kweli, lakini Eno akawa anambembeleza tu kwamba tulia, hata usiumie. Na huko upande wa pili kwa mke wa mwenyekiti, kama alivyoaga, anahitaji kuondoka na kwenda kushughulikia biashara zake mjini. Basi ndo hivyo akana jiandaa, kapendeza kinoma, anataka kuondoka kuelekea mjini. Mwenyekiti ile akana muaga. Sasa kumbe mtoto wa mwenyekiti kama alivyokuwa anapanga na ule jamaa yake. Huku upande wa pili bwana ametoka, wenyewe wanatafuta wasichana wa kuburudika nao, mademu ambao wataenda kuburudika nao kwenye pati, unaambiwa hapa hii sehemu. Sasa wakawa namuona binti Eno pamoja na Hana, wakawa naona yani hawa ndio kuwachakata mbususu. Sasa basi mtoto wa mwenyekiti akana mtuma huyo jamaa yake, wewe mwanangu, nenda kawapige sound basi, ile nenda kawapange. Jamaa kana kuja kuwapanga kwamba walembo vipi, tunaweza tukaenda wote kwenye pati nini, tukaburudika tukachakatana mbususu. Basi binti Eno akaa mkali kweli, wewe kaka unasemaje? Mkaka mzima lakini hovyo. Yani binti Hana pamoja na Eno hawataki kabisa ujinga, unaambiwa hao kaka wanakuja kutuambia nini hawa? Oya, unaambiwa akawa na wazingua hao. Basi kweli bana, mtoto wa mwenyekiti pamoja na mshikaji wakawa naondoka, na baadaye Eno pamoja na Hana wanapiga story na rafiki yake kwamba tumewazingua wale wakaka, sije kama tumemzingua mtoto wa mwenyekiti. Wanasema bora hata isingetokea utaile, wanajiuliza akiwa pande hizi. Na baadaye binti Eno basi akana kuja kurejea nyumbani. Ili anafika nyumbani, pesa zote ambazo alikuwa anaziweka kwenye kibubu baada ya kuuza ndizi, huwezi kuamini hii leo anashangaa kuna mshikaji kabeba kibubu, na ndio mshikaji Moscot ambaye alikuwa anamdai kweli pesa yake mama yake. Na Eno kakamata hichi kibubu cha pesa na anakuja kusepa pandani. Eno akana msuia kweli, lakini mwamba anajali basi, ili akana sepa tu. Binti Eno akana anaumia na mama yake na Eno anaumia kweli, lakini mwamba ndo kasha sepa hivyo, hajali kabisa. Kumbe mwamba ametumwa na hao ni wenzake pande hizi, ili anakuja huku wanakuja kumwambia hizi pesa ambazo umeiba huko tunabeba sisi, manake sisi ndio babe wako. Kwa hiyo wewe ni kama mtu wa delivery kwenda kutuiba na kuja kutuletea sisi. Halafu pia tumesikia mwenyekiti sema amesharejea Ikulu, kwa hiyo itakuwa amerejea na vitu vya kifahari kulikoli ndani Ikulu. Kwa hiyo tunakupa mbinu pia, hakikisha kwamba unaenda kuiba moja kati ya kitu kule Ikulu. Saa hicho ndio kitakuwa cha kwako. Moscot akanaambia hivyo na jamaa zake, na yeye akawa nakubali. Upande wa pili ni kwa binti Lilian ambaye anaalia watoto wa utajiri hapa ndani. Leo akana mtukana Lilian kwamba nimekuwa wewe muda mrefu kulikoli tangu mke wangu alivyokufa, na kanizalia mabinti wawili wazuri kweli, lakini tangu nimekuwa wewe ushiki kabisa ujauzito. Binti Lilian uko tu, yani ubaba anamtukana kweli Lilian, unaambiwa. Yani kumbe hapa ndani Lilian huwa anatukana na watoto wa baba tajiri, lakini pia baba tajiri mwenyewe anamtukana Lilian kwamba muda wote wewe uzai, mbona mke wangu wa kwanza kanizalia mabinti wazuri kabisa hawa, wewe unakwama wapi? Maskini ya Mungu Lilian akanajikuta anatukana kinoma, lakini akawa mtulivu tu, hataki mambo mengi. Lakini ubaba hapa ndani siku ambayo inafuata kama kawaida anaendelea kumtukana binti Lilian, anamfokea kweli, unaambiwa. Lilian anafokewa ni mtulivu tu, akana shuka hapa kwenye ngazi. Kwa bahati mbaya waziko mimi leo Lilian macho yake akawa anageuka, na kwa bahati mbaya akawa anadondoka tu. Basi mzee akawa anasema sasa hapa kijijini sijui nitampeleka hapa Lilian ni kama anaumwa. Waziko mimi siku ambayo inafuata akawa anakuja kumleta hapa Ikulu, maana yake mzee amekuja kutembelea hapa Ikulu. Ikulu pana mdada wa kazi sijui nani mhudumu, ana vituko huyo, anatembea utembeaji wa ajabu kwelikweli. Lakini kwa bahati mbaya huwezi kuamini, kumbe mzee hajamkuta kabisa chifu hapa Ikulu, ila hapa Ikulu akana mkuta mshikaji pamoja na ule mtoto wa mwenyekiti hapa Ikulu. Basi mzee akana uliza, hapa mtoto wa mwenyekiti itakuwa nani? Itakuwa ni wewe hapo ndio mtoto wa mwenyekiti, si ndio? Lakini kumbe mshikaji ni rafiki yake tu na mtoto wa mwenyekiti. Huyo mwamba nyuma hapa akana jitambulisha kwamba mimi ndio mtoto wa chifu Jefferson, kwa hiyo mimi ndio mtoto wa mwenyekiti. Na mzee naye pia basi akana mtambulisha kwamba unaona mabinti wawili ni watoto wangu na huyu mwanamke ndio mke wangu hapa, nilikuwa nimekuja kumtembelea mwenyekiti, kwa kama nimemkosa acha niondoke tu. Kweli bana, mzee akawa anaondoka. Sasa anavyoondoka hapa ndani anatoka Ikulu, akana shangaa hapa nje ndio anakuja kukutana na mwenyekiti. Basi mzee akana furahia kweli kukutana na mwenyekiti, na ile akana mtambulisha kwamba mwenyekiti, hawa wawili ni mabinti zangu, lakini mama yao tayari alishapoteza maisha, nikamwoa huyu mwanamke mwingine jina lake anaitwa Lilian, ndio mke wangu wa sasa hivi. Mwenyekiti anavyomtazama Lilian akana gundua kitu. Lilian mbona kama anapitia mateso kweli kwa huyu baba, manake Lilian ni mtulivu kweli, na mke wake na mwenyekiti ni mwanamke ambaye hajatulia mambo mengi. Sasa mwenyekiti akanaona mbona Lilian ni mtulivu namna hii, ndio ananifaa kabisa huyu, na utajiri inaonekana labda kuna kitu ambacho waga anamfanyia Lilian. Lakini mwenyekiti akawa anatulia tu. Kumbe wanavyoendelea kuzungumza hapa ndani kuna ule mshikaji Moscot kama alivyotuma na jamaa zake aje hapa Ikulu aibe kitu. Basi akana zama ndani hapa Ikulu kisiri siri. Baadaye tajiri akana agana na mwenyekiti anaondoka, na huyu mwisi mshikaji Moscot baada ya kuzama hapa ndani Ikulu, basi akana zama kwenye moja kati ya chumba, anakuja kuiba saa ya gharama kwelikweli. Hii saa ni ya mtoto wa mwenyekiti unaambiwa. Sasa anavyoiba mtoto wa mwenyekiti akana zama hapa ndani, anakuja
anakuja anamzingua kweli mshikaji Moscot mwizi, lakini mshikaji Moscot mwizi akawa anamzingua mtoto wa mwenyekiti, alafu mshikaji akawa anasepa anakimbia. Huyo mtoto wa mwenyekiti anamwita mwizi, jamani kuna mtu hapa ndani Ikulu kaingia kiuni, kaingia Ikulu ya kijijini hapa kuiba. Mtoto wa mwenyekiti akawa anamfukuza, mwenyekiti mwenyewe anapewa taarifa, lakini mshikaji ndio hivyo kashasepa. Mtoto wa mwenyekiti kamfukuza kinoma, lakini mwizi kashasepa na mtoto wa mwenyekiti kamkosa. Upande wa pili ni kwa mamake wa kambo na ule binti ambaye huwa anamtesa kinoma, na babake na binti anaumwa, unaambiwa binti ana. Sasa kuna mzee anakuja, huwezi kuamini, mamake wa kambo na binti ana akana kuja kumwambia mzee, wewe nige pesa, binti ana huyo nitamuozesha kwako. Babake na binti ana anaumwa kabisa hata ajitambui. Kwa cha kufanya wewe mzee, wewe nige pesa, akaka binti kana nikapole kashamba, wewe nige tu pesa, afu mimi nakaozesha kwako. Sawa najua akatwa kusumbua, manake nikapole kwa kikusumbua na kagonga makofi tu kwenye ndoa kanatulia. Kweli huwezi kuamini, huyu mzee akawa anampa pesa udada. Dada anatamaa huyo, na dada si mamake na binti, yani mama wa kufikia tu. Kwa hiyo mzee akawa anamgia pesa za kutosha mamake wa kambo na binti ana anakuja kurudi baadaye, anashangaa anakuja kuambiwa huyu mzee hapa ndio mzee ambaye atakoa binti ana kana shangaa tu, mamangu wa kambo anasemaje, mimi nimemaliza sekondari juzi tu nasubiria kwenda chuo, afya anakuja kuniambia niolewe na huyu mzee. Mzee akawa anasema ndio, wewe olewa na mimi, na baada ya kuolewa na mimi basi utakula maisha, utakula buruda kama zote. Lakini ana akawa anakimbia anagoma kabisa, anakuja kumsimbia rafiki yake Eno, yani eti mamangu wa kambo anataka kuniozesha mimi wakati mimi napaswa kuelekea chuo. Rafiki yake Eno akawa anampa pole kweli, kwamba pole ana, yani mamako wa kambo sijui kwa nini amekuwa vile, ana roho ya ajabu kweli. Na ana kana anasema siwezi kurejea tena pale nyumbani, manake mama wa kambo itakuwa ananifanyia vituko kweli. Upande wa pili ni kwa mke wa mwenyekiti, analani hapa ndani anatukana kweli. Inakuwaje mpaka mwizi anakuja kuingia pandani Ikulu anaiba, afu mwenyekiti mwenyewe yuko tu na hajamkamata huyo mwizi. Mke wa mwenyekiti anapiga makelele kweli hapa ndani, anasema yani yeye na mtoto wake hapa ndani kama wameweza kuibiwa basi itakuwa hawako salama kabisa. Lakini mwenyekiti akawa anasema wako salama tu, hata asiogope. Mama analani tu. Huko upande wa pili kwa mtoto wa mwenyekiti anapiga stori na huyu jamaa yake kwamba ameibiwa moja kati ya saa yake ya gharama kweli. Sasa huyu jamaa yake akawa anamwambia usijali, huyo mwizi ataonekana tu kwenye kamera, kwa hiyo tutabeba picha zake tutaziposti tu, na baada ya kuposti huko TikTok huyo mwizi najua atafahamika tu, atakuja kuomba msamaha hadharani. Wewe tulia. Basi mtoto wa mwenyekiti pamoja na huyu jamaa yake akawa anapanga kwamba huyo mwizi lazima wamkamate. Sasa mwizi mwenyewe kukaiba anakimbia, akaana shangaa hapa mtaani anakutana na washikaji wa babe zaidi yake, unaambiwa wanakuja kumwambia wewe utakuwa una kitu cha gharama, embu toa huko. Wanamkaba kweli mshikaji, chochote kile cha gharama ambacho atoe anacho, ila kana anasema yeye hana pesa wala hana chochote kile. Kumbe kule Ikulu yeye kaiba saa na anajua yeye alikoificha. Washikaji wakawa na msearch kweli, lakini wakawa nakosa kabisa saa, hawakuona chochote kile. Ile mshikaji anafurahia huyo, anasema mimi hamwezi kunisearch kizembe na mkabeba mali zangu kiivo eti. Ona mimi na hii saa mali ya gharama kweli, nimeiba Ikulu. Sasa huko upande wa pili ni kwa binti Eno pamoja na Ana, wenyewe wanatafuta kweli scholarship ili wapate nafasi ya kwenda chuo. Basi wakawa nakuja kwa umama hapa ndani, ni mama ambaye anashughulika na masuala ya elimu hapa shule. Huwezi kuamini, umama akawa anasema eti nyinyi ndio muende chuo, ndio kweli mlifaulu, lakini nyinyi kwenda chuo sauni kabisa, kwanza ni watoto wa maskini, kwa hiyo niendeleeni tu kuuza matunda yenu kwenye snia huko, kwenda chuo sauni kabisa, hebu tokeni hapa mara ghafla. Huwezi kuamini, basi mtoto wa mwenyekiti akiwa na rafiki yake akana kuja hapa shule kutembelea, anaona wa mabinti. Mtoto wa mwenyekiti akana kumbuka wa mabinti ndio wale siku zile kule mtaani tukawa tunaalika kwenye pati, wakawa natupiga kwamba hawezi kabisa kuhudhuria kwenye pati zetu, ndio hawa leo mmeshakamatwa, yani leo mtatueleza nyinyi mabinti. Kwa bahati nzuri huwezi kuamini, mwenyekiti akawa anakuja. Basi mwenyekiti akawa anawauliza ama binti wana shida gani, wakawa najibu kwamba amekuja hapa kwenye ofisi kutafuta scholarship ili wapate nafasi ya kudhaminiwa na mwisho siku waende chuo. Mwenyekiti yeye ni mtu poa tu, basi akawa anasema hamna shida, njoni hapa nje mzungumze na mimi. Huwezi kuamini kweli bana, mabinti wakawa anamweleza kila kitu mwenyekiti kwamba wamesoma na wamefaulu vizuri tu, lakini wanakosa kabisa msaada wa udhamini wa kwenda kusoma chuo. Yani maskini ya Mungu wanakosa kabisa scholarship. Manake mama ambaye anahusika na masuala ya elimu huwa anawazungusha tu na huwa anawadharau, hataki kabisa kuwapa. Mwenyekiti akawa anasema hamna shida, ngoja nikazungumze naye. Yani haiwezekani anawafanyia hivyo, kila mkija hapa anawadharau, anawachukulia poa tu, anawatukana. Sasa hii leo mama atajuta. Mwenyekiti akawa anazama hapa ndani kwa umama, anamfokea kweli, kwa nini anawatendea vile hawa mabinti. Mwenyekiti anamfokea kweli umama, lakini mara ghafla mtoto wa mwenyekiti akawa anamtetea umama kwamba wale mabinti wanastahili kuto kupata scholarship, kwa hiyo usimfokee umama babangu. Mwenyekiti akawa anasema mwanangu unasemaje, yani unamtetea umama, nitakugonga makofi mwanangu, litaleta utani hapa, mimi babako afu na mimi mwenyekiti ujue nitakutia makofi hapa. Yani baba mwenyekiti hataki kabisa kumwona mtoto wake anafanya ujinga, unaambiwa na mkanya kweli. Upande wa pili ni kwa binti Lilian maskini ya Mungu akiwa hapa ndani amekaa sebreni kinyonge
mnyonge kinoma, manake tajiri ambaye kaolewa naye anamtesa kweli Lilian, anampeleka kinoma, eti kwa sababu tu tangu kamwoa Lilian hajashika kabisa ujauzito. Kwa hiyo tajiri anamdharau kinoma na watoto wake na tajiri wanamdharau kinoma binti Lilian, unaambiwa. Basi wakawa wanamwaga ili wanamdharau kinoma, wanasema wao wanatoka. Lilian katulia tu, yani mtulivu kinoma, hataki hata matatizo mengi na mtu. Basi akanaambia mimi nitaenda sokoni kuwatafutia chakula ambacho mnataka, baadaye mkirudi mtakuta tayari nimeshawaandalia chakula. Wakanamwambia ndio waandae chakula tena kizuri kwelikweli kwa ajili yetu. Haya kweli bana. Baadaye Lilian basi ametoka zake sokoni kwenda kutafuta chakula ambacho atawapikia wale watoto wa tajiri, wale mabinti wawili. Basi akiwa anatembea tembea hapa barabarani, akawa anashangaa na kukutana na Eno pamoja na Ana akiwa amebeba mzigo mzito kwelikweli. Eno pamoja na Ana wenyewe na tabia nzuri kwelikweli, wanamkumbuka udada Lilian, wakawa anasema ngoja tukusaidie. Lilian akawa anashukuru kwelikweli, unaambiwa. Mabinti wakawa anamwambia Lilian, yani mzigo wote huu ulikuwa mbeba peke yako? Aise pole Lilian, manake sisi tumebeba wawili, walikuwa wamebeba peke yako. Sasa huko upande wa pili ni kwa wale watoto wa tajiri ya mabinti wawili, kumbe wenyewe wanamtaka kwelikweli mtoto wa mwenyekiti. Wakawa wanafunga safari, wanakuja hapa sebleni kwa mwenyekiti, wanamtaka mtoto wa mwenyekiti. Mtoto wa mwenyekiti akawa anashangaa tu, nyie vipi, mmekuja kutafuta nini hapa ndani? Ile akawa anajibu kwamba tumekuja hapa ndani kwa sababu baba yako mwenyekiti na baba yetu tajiri ni marafiki, kwa hiyo sisi tunahitaji mahusiano na wewe. Mtoto wa mwenyekiti akawa anashangaa, nyie vipi, nyie mnachotwa nini? Hebu toka hapa, mimi siwataki bwana. Mtoto wa mwenyekiti anakuja hapa ndani analaumu kweli, wanakuja kwa nani? Mabinti wenyewe hata hawaeleweki, wanakuja kunidanganya tu mimi hapa. Mimi nikajua labda wamekuja na mabinti ambao ni Eno pamoja na Ana, wale mimi ndio ambao wanawataka mzee. Unaniletea dada wa mjini au? Mimi siwataki, nataka zile pesa za kijijini zile. Wanagombana kweli mshikaji mtoto wa mwenyekiti wakiwa na jamaa yake hapa ndani. Wazikuamini na mabinti wa tajiri, basi mshikaji mtoto wa mwenyekiti kawakataa kabisa. Na huku dada Lilian basi baada ya kusaidiwa mzigo na binti Eno pamoja na Ana, basi akana wakaribisha hapa nyumbani, anawagea juisi. Eno pamoja na Ana wanafurahia kweli. Mara ghafla huwezi kuamini wale mabinti watoto wa tajiri wakawa wanarudi, wanamkuta Ana pamoja na Eno hapa sebreni. Basi huwezi kuamini watoto wa tajiri mabinti wawili wakawa na dharau kweli. Mabinti wa kijijini, mmeingia kwa baba yetu tajiri hapa sebreni, nani ambaye kawakaribisha? Mnakula chakula tu, mmekaribishwa na Lilian mama yetu wa kambo. Mama wa kambo nani kasema wakaribisha mabinti wa kijijini wa shamba tu? Mabinti basi wakawa wanajaribu kuwapiga Eno pamoja na Ana, lakini binti Ana akawa anasema mnataka kumpiga nani? Yani binti Eno haonewi kizembe, unaambiwa. Anasema mimi sipigwi hivyo, unataka kumpiga nani? Wewe jiheshimu wewe. Eno akawa anazuia kabisa mkono, hataki kabisa kupigwa. Sasa mabinti wa tajiri wenyewe wanawadharau kinoma binti Ana pamoja na Eno, wakawa wanasema sasa wewe mama yetu wa kambo Lilian ambaye ndio umewakaribisha mabinti hapa ndani waje wapate juisi, sasa utaona tutaenda kukusemelea kwa baba, atakupiga huyo. Alafu na nyinyi mabinti wa kijijini, nyinyi ni wa shamba tu, yani nyinyi hata sisi chochote kile isem, sisi ndio tutapendwa na mtoto wa mwenyekiti, atatuoa sisi na so nyinyi wa shamba tu, wala hamna lote lile. Sasa ushawahi kufikiria mabinti ambao wanadharaulika ni wa kijijini, wanauza ndizi kwenye sinia, ndio wanakuja kupendwa na mtoto wa mwenyekiti ule mshikaji pale Ikulu, na ndio anawapenda kinoma, lakini anawatafuta hawapati. Sasa kitatokea nini? Hatua yake ya kwanza ikaa inaishia hapa. Cha kufanya, unaona hii QR code, uskani halafu utaitizama hatua ya pili sasa hivi, yani kwenye hii alama ya QR code baada ya kuskani na kusubscribe, basi hapo ndipo utatizama hatua yake nzuri ya pili, inakuja hivi karibuni tu, na hatua yake ya kwanza inaishia hapa. Tukutane ndani ya hatua yake nzuri ya pili. Usisahau kusubscribe channel kwa sababu hili ndio chimbo jipya la recap mpya kila siku, na tukutane kwenye next recap. Bye bye guys. No, I hate goodbye. See you tomorrow guys.